Welcome back to MHK Mind and Creative Artistic Hub. Karibu sana kwenye channel yetu ya kujifunza na tunaweza kushare, tunashare maarifa mbalimbali, tunadiscuss idea mbalimbali, lakini pia tunasaidizana katika mentorship, coaching na creativity, tuna design kama unavyojua. Kwa hiyo bila kupoteza muda, leo ningependa kushare na nyie. Watu wengi walikuwa wakiniuliza, nilikuwa nikiwauliza kwamba moja ya swali muhimu katika kujiuliza katika kwenye maisha ili uweze kufanikiwa ni wewe ni nani? Wewe ni nani? Yaani ni swali ambalo ni gumu sana. Watu wengi walikuwa nikiwauliza wao wanakosa majibu. Hasa vijana. Vijana wengi nikiwauliza wewe ni nani, au mtu ukimuuliza wewe ni nani, au maybe nikuulize wewe unayeangalia hii podcast, wewe ni nani? Nikupa na dakika 2 utafakari hilo swali. Mtu akikuuliza wewe ni nani, unamjibuje? Nasubiria jibu. Unaweza kutoa hapo kwenye comment, nasubiria jibu. Wewe toa kwenye comment, mimi nitaangalia, alafu nitakujibu pia. Kwa hiyo hilo ni swali moja ambalo lina utata na ni moja ya maswali muhimu sana. Na nilikuwa natolea mfano kama watu wengi, naamini wengi hapa tumesoma, au kama hujasoma lakini wale ambao umebahatika kwenda shule utagundua kwamba kipindi niko O level niligundua kama katika mitihani tuliyokuwa tunapewa kuna maswali 11. Na katika hayo maswali 11 kuna swali la 9, la 10 na la 11 huwa yalikuwa na max 10 katika yale maswali. Na katika mitihani yote na maswali mengi ya mwisho pale huwa kuna maswali 3 ya essay. Na yale maswali ya essay kwenye mitihani mingine ukiachana mtihani wa hesabu au math, yale maswali ya essay yenyewe yalikuwa na max 15. Swali moja ina max 15. Maswali mawili na max 30. Kwa hiyo hayo ni maswali katika mtihani. Na ulikuwa ukifanya mtihani, kuna baadhi ya watu walikuwa wanaanza na maswali ya kwanza wanajibu na wanamalizia na yale maswali ya mwisho, yale maswali ya max 15. Lakini pia kuna wale ambao walikuwa wanaanza na yale maswali ya mwisho yale yenye max 15, anayafanya, akishamaliza anaanza na anaendelea na haya ni max 3, ni max 5 na kadhalika. Kwa hiyo utagundua kwamba katika hiyo sekta au katika hayo mazingira, wale ambao walikuwa wengi walikuwa wanaanza maswali ya mwisho walikuwa wanafaulu sana hiyo mitihani kuliko hata waliokuwa wanaanza na maswali ya kwanza. Kwa nini? Yeye mtu anafanya swali moja au mawili tu yenye max 15 maana anakuwa na max 30. Hapo anakuwa shavuka F au kufeli, anakuwa hawezi feli hiyo mtihani. Lakini wengine walikuwa wanaanza maswali anajibu la kwanza na anajibu multiple choice, kuja kufika kule mwishoni muda umeshamwishia na anakuwa hawezi kujibu. Na wengi kiukweli na nyie mnajua walikuwa wanafeli. Unaona? Kwa hiyo kwa nini nimewarudisha huko? Nataka mjifunze hiki kitu. Yaani kwamba kwenye maisha katika maswali ambayo utakayojiuliza yote, kwenye maisha kuna maswali muhimu. Unajua cha msingi sio kujiuliza maswali mengi kwenye maisha yako ili uweze kufanikiwa. Hapana. Cha msingi ni kujiuliza maswali muhimu sana kwenye maisha yako. Na moja ya maswali muhimu ndio leo ambao naenda kukufundisha namna gani ya kujibu hili swali. Kwa sababu watu wengi tumekuwa tukichanganyikiwa au tukipata changamoto ya namna ya kujibu hili swali. Na katika kujibu hili swali wewe ni nani au mimi ni nani, utatumia njia kuu 6 au mimi naziita 6 spheres of life. Hizo zitakurahisishia kujibu hili swali vizuri. Kuna maswali muhimu kama tulivyotaja, kuna wewe ni nani, kuna purpose yako ni ipi au kusudi lako. Hilo ni swali pia muhimu ambalo unatakiwa kulijibu, lakini pia kipaji chako ni kipi na wewe, yani hivyo ni maswali 3 ambayo inabidi ufanyaje uyajibu kabla hujafikisha hata miaka 25 au 30. Kwa hiyo bila kupoteza muda nataka leo niwafundishe au leo tujifunze. Leo tujifunze namna ya kujibu hili swali wewe ni nani kwenye maisha yako. Unaona? Hili swali ni wewe ni nani, swali muhimu, ni moja ya maswali yale maswali 3 yenye max 15 ambayo ukifanikiwa kujibu hili swali ukajibu na mengine yale mawili, kipaji chako na kusudi lako, basi wewe utakuwa ushafaulu mtihani wako wa maisha bila kupoteza muda, na unaweza ukalala ukasubiri waje wakusanye pepo. Kwa hiyo katika kujibu swali wewe ni nani, kama ulivyoona, moja ya tabia au moja ya character za yale maswali ya mwisho au yale maswali moja linakuwa lina multiple choice nyingi sana. Yaani linakuwa sio multiple choice, linakuwa lina vipengele vingi sana. Yaani vile vipengele unakuta ni swali moja sawa, lakini linakuhitaji ujibu majibu mengi. Ukikompare kwenye maswali yenye max 3 au max 1 inakuwa inahitaji tu jibu moja au majibu mawili. Kwa
Kwa hiyo utagundua huo utofauti kwamba ili swali la muhimu au lenye marks nyingi linahitaji majibu mengi. Lakini pia ni moja ya swali ambalo ulikuwa hauwezi kulifanya kama hujajiandaa. Yaani kama hujasoma kiukweli, yani hauwezi kulifanya kwa sababu lilikuwa linakuhitaji uwe umepata uelewa wa undani sana. Lakini pia moja ya character ya hili swali ni kwamba hauwezi kuliigizia, yani hauwezi kukopi kwa mtu mwingine ukajibu hilo swali kwenye mtihani wako, kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana. Yani hata ukikopi ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu ilikuwa inahitaji, kama ni la math tena hilo ndio sisemi. La math utahitaji kudrive formula sijui nini na nini, katafuta hizi nini, yani ilikuwa zina vipengele vingi. Mimi kilikuwa mimi mwenyewe nilikuwa la math nilikuwa na fight nalo, kwa kuna shida sana. Lakini sasa nataka niwafunike kwenye maisha kwamba hili swali nalijibuje kwa urahisi. Kwa kupitia kwenye upande wa maisha sasa, kujibu hili swali wewe ni nani ni moja ya maswali muhimu, na hivi ndivyo utakavyolijibu. Hizi ni njia 6 ambazo zitakurahisishia kujibu hili swali. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ujiulize ni kuangalia sphere hizi 6 ambazo nitakutajia hapa na kuelezea kidogo ili tukusaidia hapa, nitakurahisishia namna ya kujibu, lakini siwezi kukujibia wewe, utajibia mwenyewe. Kitu cha kwanza, angalia spiritual sphere of life. Angalia katika imani, who are you in spirit? Who are you? Are you believe in God? Wewe unamwamini Mungu? Unaona, kama namwamini Mungu, unamwabudu Mungu kupitia dini gani? Unajua tofautisha kati ya dini na imani. Imani na dini vitu viwili tofauti. Kwa hiyo usiconfuse kuiita dini yako kama ndio imani yako. Hapana. Kuna dini na kuna imani. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kuwa ana dini lakini hana imani. Narudia, unaweza kuwa una dini, wewe ni Mkristo au ni Muislamu, wewe ni nini, au wewe ni MKKT, wewe ni dini yoyote ile, lakini huna imani, au una imani lakini huna dini yoyote. Kwa hiyo chagua, fanya machaguzi. Hata hapa tunaona katika Yoshua 24 mstari wa 15 tunamwona Yoshua akiwa anawaambia Waisraeli, akamwambia chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kama ni miungu ya babu zenu walioitumikia ng'ambo ya mto, au ni miungu ile ya Waamori mnaoishi katika nchi yao. Unaona? Hapa tunamuona Yoshua anawaambia Waisraeli, licha ya kwamba wale Waisraeli anawaambia wachague kati ya miungu, kuitumikia ile miungu waliotumikia babu zao ng'ambo ya mto, au miungu ile ya Waamori wanaoishi katika nchi yao. Hapa tunaoneshwa, yani hii inadhihirisha kwamba licha ya kwamba wale Waisraeli walikuwa ni watu ambao wamezaliwa katika dini ile ile, Mungu amewatoa Egypt, amewakomboa kutoka Egypt, yani kwenye utumwa wa Egypt, lakini bado walikuwa wana uwezo wa kuchagua kumtumikia nani. Kwa hiyo inatudhihirishia kwamba maisha ni kuchagua. Unapoamka asubuhi, kama mwanafunzi, unapoamka asubuhi utajikuta ukiamka saa ngapi? Kwanza kabisa ile kuamka tu unafanya machaguzi, uamke saa ngapi. Kama wewe ni mwanafunzi utachagua masomo ya kusoma, ukiamka unachagua mavazi ya kuvaa, chakula. Utajikuta maisha yote yamejaa machaguo. Kwa hiyo maisha ni kuchagua. Haimaanishi kwamba wewe kama umezaliwa kwenye dini fulani basi hauna uchaguzi wa kubadili dini, au hauna uchaguzi wa kufanya maamuzi yoyote. Kwa hiyo una uchaguzi. Atumia vitabu vya imani, soma Qur'ani, soma Bible, soma nini, alafu fanya uchaguzi. Kwa hiyo define yourself. Sisi tukikuuliza sasa hivi wewe ni nani, watu kwenye jamii wanakujua kama nani katika imani. Kwa angalia katika sekta ya imani au katika sphere ya imani kwenye maisha yako kwamba wewe ni nani, na uweze kulijibu hilo swali na ujidefine na ujiulize kwa nini, kama mimi ni Mkristo au kama mimi ni Muislamu, kwa nini mimi ni Muislamu na kwa nini natakiwa kuiamini hii dini, na fuatilia, jua, soma vitabu na uweze kufahamu zaidi katika imani yako. Lakini bila kujibu hilo swali itakuwa changamoto kubwa sana unapoenda mbeleni kwenye maisha. Kwa hiyo ni sekta ya kwanza. Sekta ya pili ambayo itakusaidia katika kujibu hili swali wewe ni nani ni kuangalia career sphere of life, yani kwenye masomo yako. Yani career ni kitu ambacho you are not born with, yani haujazaliwa nacho. You acquire it from here, yani unakisomea, unapata maarifa katika hicho kitu, unajifunza namna ya kukitengeneza na kusolve hilo tatizo ambalo linasolviwa katika hiyo sekta. Then baada ya muda unakuwa satisfied au unapata degree katika hicho kitu na unaanza kutatua hilo tatizo. Hasa angalia katika career sphere of life kwamba wewe ni nani. Wengi nikiwauliza wewe ni nani, wananiambia kwamba mimi nimemaliza form 4, mimi ni candidate, mimi nimemaliza chuo kikuu, mimi nimemaliza college, mimi ni mwanachuo, mimi
That is career sphere of life. Don't define yourself in career sphere of life only. You have a lot of sphere. Here are 6 of them. Yani hapa kuna sphere 6. Sasa wengi tunaishia tu kwenye career sphere of life. Ukiangalia kama wewe umeweza form 4 au wewe umeweza chuo au wewe uko chuo kikuu na hisi hapo ndo mwisho. Hapana. Hii ni sekta moja tu ambayo unatakiwa ujiulize maswali na ujibu. Kama unavyojua kama mimi sasa hivi nimeweza form 4 na naelekea form 6 au naelekea chuo au naelekea wapi. Hivyo unatakiwa kujua kwenye imani yako kama wewe umemaliza nini, unaishia wapi na unaelekea wapi. Umeona? Kwa hiyo lazima ujue. Hiyo ni sekta ya pili ambayo unajua wengi ile majibu mnayo na mnaweza kuyapata kwa haraka. Sekta ya tatu ambayo unatakiwa ujue ni talent sphere of life, yani kwenye kipaji. Je, wewe ni nani katika kipaji? Una kipaji gani? Kwanza kipaji nishaelezea sana kwenye podcast zilizopita. Nishaambia kipaji ni kitu ambacho Mungu huwa anatupatia na tukija hapa duniani ili kuja kukitoa hapa duniani, na katika kukitoa ndo tunainuliwa. Huwa natolea mfano sana kama kipaji ni kama maembe, yani ni kama mti unavyotoa maembe. Hauli maembe, lakini kupitia yale maembe sisi nao ya consume na wanyama wengine tunauthamini ule mtu na kuufanya uendelee kuishi. Kwa mfano mti wa mwembe unapandwa kwenye mazingira yetu na unathaminiwa kwa sababu ya yale matunda yanayotoka pale na ile miti na yale zile branches tunazozipata kutoka katika ule mti. Hivyo hata kipaji ndio kilivyo. Kipaji hufanikiwi kwa kukitumia wewe au kukaa nacho bila kukitoa nje. Unafanikiwa na unainuliwa pale baada ya kuanza kufanya hicho kitu, baada ya kuanza kucheza, baada ya kuanza kuchora, baada ya kuanza kuimba, ndio utakapofanikiwa na kupata reward from the people that you are using your talent. Kwa kipaji lazima ujiulize, mimi na kipaji gani? Kama na kipaji gani, nifanye nini kukiinua? Yaani jibu hilo swali. Kama nilikuwa na kipaji gani, nataka niwe na kipaji gani? Angalia podcast zangu namna kugundua kipaji chako, na utagundua wewe kipaji chako na uandike. Kwa hiyo hizi ni sekta ya tatu. Cha kwanza ni sphere of life, spiritual sphere of life. Kitu cha pili ni career sphere of life. Kitu cha tatu ni talent sphere of life ambayo utatumia katika kujua hilo swali, kujibu hilo swali, wewe ni nani. Sphere ya 4 ambayo utakuwa kujiuliza au wewe ni nani ambayo utakuwa kujibu ni financial sphere of life. Never kuchanganya mambo kwamba wewe ukiwa career wise kwamba wewe ni mwanachuo basi wewe utakuwa umefanikiwa kipesa. Wengi tunajidanganya kwamba elimu ya shule itatusaidia katika kutafuta pesa. Hapana. Na bahati mbaya shuleni hatufundishwi kuhusu pesa, hatufundishwi hata siku moja, na hatujawahi kufundishwa. Umeona? Tunafundisha sawa, kuna somo la economy na nini, lakini elimu sahihi ya pesa sio hiyo. Kuna elimu sahihi, utaniambia nikuelezee. Katika sphere of life inabidi ujigundue na ujiulize, mimi ni nani katika financial, au unataka kuwa wapi? Wewe jiangalie sasa hivi, wewe una thamani gani katika pesa? Kama una shilingi ngapi, una vitu gani ambavyo vina thamani ya pesa? Unaona? Tafuta pesa na anza kutengeneza mazingira ambayo unataka ufanikiwe katika pesa wakati gani. Kwa hiyo angalia katika pesa au katika financial sphere of life, wewe umekaa sehemu gani? Wewe unajulikana kama nani? Wewe una nini? Umeona? Anza kutengeneza vifaa, anza kuinvest katika assets, katika vitu ambavyo vinazalisha pesa. Umeona? So hiyo ni sphere ambayo inabidi uizingatie pia. Kwa sphere ya 4 nikiwa namalizia, sphere ya 4 au ya 5 kama sijakosea, ya 5 ni health sphere of life. Health tunaiangalia katika nyanja tatu: spiritual health, psychological health and physical health. Mwili wako, wewe una afya, unafanya mazoezi, wewe ni nani yani unajikuta wewe afya yako imezoofika. Na kama imezoofika au una ugonjwa, tafuta suluhisho, jijue. Kama mimi bwana mimi huwa na changamoto ya kifua, mimi kama unavyojua kama mimi na changamoto ya macho na changamoto, yani lazima ujijue. Na katika kujijua ujue vitu gani ambavyo utakiwa kuvifanya, mazingira gani ambayo utakiwa kukaa, vitu gani ambavyo utakiwa kunywa. Unaona? Lazima ujijue kama mimi physically afya yangu iko level hii na niko hivi na uwezo huu na huu. Kwa mfano mimi najijua kama mimi mafua situmii dawa. Ikija na kunywa maji na dunda yameisha. Umeona? Baada ya siku mbili yameisha. Kwa hiyo mimi na muda mrefu sijaumwa, sijisifii, lakini namshukuru Mungu. Lakini ni kutokana tu najijua kama mimi nikifanya hivi na hivi na hivi na hivi naweza kufanya hiki na hiki na nikafanikiwa katika hicho. Lakini lazima ujijue kama spiritual sphere, yani katika hapa health au katika kujibu swali la afya yako, angalia afya ya akili. Umeona? Afya ya akili ni
ni kuangalia. Unajua tunasemaga ukiona una frustration nyingi au unachanganyikiwa sana, jua hapo una changamoto ya kutokuwa na maarifa mengi. Kwa hiyo tafuta maarifa, soma vitabu kuimprove afya yako ya akili. Kama unavyokula chakula kuimprove afya yako ya mwili, pia unatakiwa kusoma vitabu na kusikiliza podcast kama hizi ili kuimprove afya yako ya akili. Kwa hiyo ni sphere of life ambayo ya health, lakini pia angalia spiritual sphere, sali. Pray as much as you can, itasaidia sana katika health sphere of life unavyokuwa unajibu swali la wewe ni nani. Kitu cha mwisho kabisa ni angalia social sphere of life. Wewe ni nani katika jamii? Unaona, au upo tu. Yaani lazima ujulikane kwenye jamii wewe ni nani. Yaani watu wanakujua kwa lipi. Hata Yesu mwenyewe aliwauliza wafuasi wake kwamba hivi nyie mimi ni nani kwenu? Unaona, kila mtu mwingine anasema sijui ni nani, sijui nini. Unaona, lazima ujue. Au watu kwenye jamii wanakuita. Hata Yesu mwenyewe ametolea mfano. Aliwauliza watu kwamba hivi nyie watu huko wanasema nini kuhusu mimi? Wananijua kama nani? Na wewe unajua kama, na hata wenyewe aliwauliza individual, wewe unanijua kama nani? Wewe ni nani? Mimi lazima ujiulize, mimi nataka kuwa nani? Nataka kuwa padri, nataka kuwa nani? Nataka kuwa imamu, nataka kuwa mwanafamilia. Na kama nataka kuwa hicho kitu, jiulize vitu gani natakiwa kuvifanya ili uweze kufanikiwa katika hicho kitu unachotaka kuwa. Ni social sphere of life. Kwa hizo ndo sphere 6 ambazo utazitumia kujibu swali wewe ni nani, au zitakurahisishia kujibu hili swali wewe ni nani. Kwa hiyo leo tumejifunza hiyo, na ili uweze kujifunza zaidi subscribe kwenye channel yetu kama bado hujasubscribe, lakini pia tufollow, lakini share. Tufollow kwenye mitandao mingine, TikTok MHK Mind and Creative Artistic Hub, Instagram the same, lakini pia share hizi podcast zetu ili ziweze kuangaliwa na watu wengine na uweze kujifunza kama wewe ulivyojifunza na ukafanikiwa. Lakini pia usisahau kucomment ili tuweze kujua response yako na tuweze kusaidizana sisi kama vijana na tuweze kufanikiwa. Asante sana.